Get the point. Take a step forward. Wana na piti za mfalme, siku ya leo ni siku ya mashujaa. Na ninaomba ugeukie mwenzako, umwangalie ukitabasamu, umwambie you're wonderfully, fearfully made. Hakika mapua yake ni kama yako. Wamama, unapoona mama mwingine ameshonewa nguo, amevaa mwili wake Mungu amempatia, anapofaa nguo fulani kimtoa vizuri, na wewe unajaribu, unafikiria mtafanana? Si wewe uko mfano wa Mwenyezi Mungu? Jipende jinsi ulivyo na ridhika jinsi unavyoonekana. Bwana wa Mungu, siku ya leo ni siku ya mashujaa. Ni wangapi wanaona kwamba muda wetu umeisha? Wengine tunaishi kwa madawa. Mhubiri ufanye haraka tuende nyumbani, sababu wakati umeisha, tufanye mbio mbio. Today is business with God. Hallelujah. Sasa tuingie katika mada kuu ambayo imetuleta hapa. Mada yangu kuu inasema God changing impossibility to possibility. Mungu ubadilisha visivyobadilika. Ninaomba tufungue kitabu cha Mark chapter 5 verse 25 to 34. Hapo ndipo mahubiri yetu yatatoka. Na ninaamini kila mtu tumefika huko. Tunapoenda kusoma, kila mtu asione kama maneno ni yangu. Now a certain woman who had flow of blood for 12 years. And she has suffered many things from many physicians. She has used all that she had, was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind the crowd and touched his garments. For she said, if only I may touch his garment, I shall be made well. Immediately the woman felt in her body that her fountain was dried up. Tunaposoma hii hadithi ya huyu mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, Bwana wa Mungu, hii inanitia nguvu kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wa ujasiri. When she heard about Jesus, she came behind the crowd and touched his garment. For Jesus immediately felt in her body that the power was gone out of him. She turned around and asked, who touched me? And the disciples said to him, you ask who touched you, and the multitude thronging you? Jesus looked around to see who has done this thing. The woman, fearing and trembling, fell down to Jesus and told him the whole truth. 34, and Jesus told her, daughter, your faith has made you well. Hallelujah. Nilipokuwa nasoma hii hadithi ya huyu mwanamke, Bwana wa Mungu, hii hadithi ilinitia nguvu na inaendelea kunitia nguvu katika hii safari ya imani. Na ninaamini siku ya leo nawe msikilizaji, Mkristo mwenzangu, itakutia nguvu. Number one, this woman had an issue. Her issue was an issue of flowing blood. Mwanamke alikuwa na changamoto ya kutoka na damu. Na hakika mnajua kwamba mwanamke anapotokwa na damu anakuwa ufundo, ananuka. Jinsi tunavyoketi hivi, wana wa Mungu, ninajua wengi katika familia zetu kunanuka. Labda watoto wetu, uzao wa tumbo yetu wametufanya familia zetu zinanuka, tumebandikiwa majina hata hatuiti watu. Labda wengine waume zetu katika familia zetu wamefanya tunanuka ufundo. Labda wake zetu wanafanya familia zetu wasikaliki. Maybe your issue today ni issue ya ugonjwa. Maybe your issue today hauna school fees. Maybe your issue today amuelewani na majirani. Maybe your issue today, hata wengine makanisani wanaonitazama kule nje, hakuna mahali kwingine akukaliki.
This woman had an issue. Huyu mwanamke alikuwa na issue ambayo ilimfanya hata kanisani ya kukuwa naenda. She was tagged as unclean. Hakukuwa mgeni wa mtu. Manake alikuwa nanuka. Manake hakukuwa anapotembea inzi zilikuwa zinamfuata. Kwa hivyo kila mtu alikuwa anamkataa. Mwana wa Mungu huyu mwanamke naonyeshwa kwamba hata kama alikuwa anatokwa na damu, ni mwanamke alisema liwe liwalo, nitasonga mbele mpaka niguze pindo la vazi la Yesu ili niwe mzima. Nanyi siku ya leo wana wa Mungu, tutakapokuwa tunasikia hadithi ambayo tumesoma miaka nenda rudi, naamini kwamba katika familia zetu na ile obstacle ambao uko nao, Mungu ataenda kubadilisha visivyobadilika. Familia zetu zitaeleweka, familia zetu zitakuwa utamu, ila tu tutakapoguza pindo la vazi la Yesu. Amina. Wana wa Mungu, huyu mwanamke naonyeshwa kwamba alipokuwa katika safari yake akatumia kila kitu alikokuwa nacho. Ni kama mahospitali makubwa za nyakati zile, lakini nyakati za sasa tunapolinganisha ni kama Aga Hospital alienda, Kenyatta Hospital alienda, India alienda, waganga na wachawi wale ambao wako hodari. Mwanamke alitembea akamaliza everything that she has, akapata ana msaada, akajua kwamba msaada tu takapoguza pindo la vazi la Yesu hakika nitakuwa mzima. Mwanamke akasema lazima nisonge. Number 2, this woman heard about Jesus. Maybe alisikia nini? Maybe alisikia kwamba Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. Akasikia kwamba Yesu alikuwa anaponya wagonjwa. Akasikia kwamba Yesu alilisha watu samaki na mikate. Mwanamke akasikia habari njema ya Yesu. Akasema liwe liwalo, nami lazima nitaenda the solution center ili niguze pindo la vazi la Yesu nami niwe mzima. Mwanamke anaendelea kusonga mbele. Wana wa Mungu, nataka niulize watu katika mkutano, unapopatwa na changamoto, haijalishi wewe ni mjane, haijalishi wewe uko sawa, unapopatikana na changamoto ambao ni kubwa, ambao inakukera, unayeona ni Goliathi mkubwa, wana wa Mungu, tunakimbilia wapi? Unapopata jaribu juu ya jaribu lingine, kama Mkristo wa leo, tunaenda wapi? Mwanamke akasema nimesikia habari njema ya Yesu. Wana wa Mungu, tumehubiriwa, tunasikia radio, tunasikia vipaza sauti mbalimbali habari njema ya Yesu. Je, kama mimi Mkristo nimechukua hatua gani? Mwanamke akasema jinsi nimesikia habari njema ya Yesu, sing'atuki ngo, sirudi nyuma, mbele daima, nyuma kamwe. Mwanamke akasonga mbele. Alipokuwa anasonga mbele, hii hadithi inaniambia kwamba mwanamke huyu, wana wa Mungu, she has served for 12 years. Imagine 12 years is 144 months. 624 weeks. This lady amesumbuka na kunuka na damu, na kusumbuka watu kumudharau, na kusumbuka watu kuona kwamba kitu kizuri hakitatoka kwake. Yaani chinzi unavyojiona hivi, kuna wengine chinzi tunavyoketi, kuna dharau kidogo kidogo because of the circumstances and because of the environment and because of jambo fulani linalokuteza. Watu wamekubandikia jina kwa ajili ya hali yako. Wengine wanatuona kwamba hatustahili, lakini nataka niambie mwana wa Mungu asubuhi ya leo kwamba utakapowacha vyote uguze pindo la vazi la Yesu, Mungu wetu atabadilisha visivyobadilika katika maisha yako. Huyu ndio Mungu asubuhi ya leo tunayemwabudu. Huyu mwanamke, wana wa Mungu, naonyesha kwamba alipokuwa ameteseka katika miaka yote na katika miezi yote, mwanamke ananionyesha kwamba akasema, may my faith be bigger than my fear. Where is your faith, wana wa Mungu? Imani yako umeiwekelea wapi? Imani yako umewekea katika washiriki wa kanisa? Imani yako umeiweka katika watoto wako ambao wamesoma?
Imani yako umeweka katika marafiki wako. Unajua utakapopatwa shida, marafiki watakufika karibu. Imani yako, wana wa Mungu, umeiwekelea wapi? Huyu mwanamke ananifurahisha na kunitia ujasiri na kuniongeza imani yangu isonge mbele, wana wa Mungu, kwamba huyu mwanamke akasema wacha imani yangu itingiziki. Number one, mwanamke ananionyesha, she said to herself, I must have a fearless faith. Huyu mwanamke akasema lazima niwe na imani isiyotingizika, imani inayohamisha milima. As ordinary as you are, unapojiona kwamba hauna value, as ordinary as you are, be hit wewe ni mjane, be hit wewe ni nani, as ordinary as you are, if you come back to Christ, uguze pindo la vazi la Yesu, he can use you. You can do extraordinary things in your life, hata vile unajiona. Mwanamke akasema, I'll be like Daudi, nitakuwa kama Daudi aliyemuua Goliathi. Sitaogopa huyu Goliathi, sitaogopa huyu jitu. Akasema nitakalolifanya ni kwamba I can go ahead, hata kama napoona huko the disciples wanamsunguka Yesu. Mary Magdalene wanapomsunguka Yesu, Luka chapter 18 verse 1 to 3, walikuwa Mary Magdalene, Johanna, Susain, wale wanawake wote walikuwa katika mkutano wanaomsonga Yesu. Je, watu wanapokuwa wanakusonga, wanajaribu kukua moyo, unaenda wapi? Siku ya leo nimekuja kutia mtu moyo kwamba may your faith be fearless. Wana wa Mungu, hata unapoona kitu fulani kinapokuja, hata unapoona kifo kiko mbele yako, nataka niimize mtu, mimi Damaris, kinachonitia nguvu, nimesimama imara kama mwanamke shujaa wa imani, kama mwanamke mjane ambaye sitingiziki na ulimwengu. Hata nikiona kifo kiko mbele, lazima nisimame na imani, manake ninajua Mungu ninayemwabudu. Do you know the Lord you're serving? Unajua Mungu unayemwabudu, unayenitazama mule nje na hapa ndani? Unajua Mungu unayemwabudu ni nani? Huyu mwanamke ananifurahisha kwamba alijua Mungu anayemwabudu, kisha akasema may my faith be fearless. Hakuogopa ule mkutano. Wengi walikuwa katika ule mkutano walijaribu kuguza pindo la vazi la Yesu kwa shida zao mbalimbali, lakini hakuna kilicho happen. Ninaposoma Biblia mzima, wana wa Mungu, mnapofanya utafiti, ni kwamba katika Biblia mzima ambaye Yesu ametambua na kumwambia my daughter, wengine alikuwa anawaambia kwamba imani yako imekuponya. Wengine alikuwa anawaambia kama Jairus, anamwambia mtoto wako atapona, msichana wako atapona. Wengine alikuwa anawaambia kwa ajili ya imani yako beba godoro nenda. Lakini huyu mwanamume mke ananitia nguvu kwamba the whole Bible, Yesu akamtambua alipoguza pindo la vazi la Yesu. The woman was crawling down, alikuwa anatafuta kila mbinu ya kuguza vazi la Yesu. Alipoguza vazi la Yesu, wana wa Mungu, anasonga mbele akitafuta njia ya kuguza pindo la vazi la Yesu. Number 2, imani ya huyu mwanamke inanionyesha kwamba akasema I must have unstoppable faith. Do you have unstoppable faith? Jambo linapokupata, do you become crazy for the Lord? Jambo linapokupata nzito, kama mwanadamu you cannot bear, hili linatoka, lingine linakuja. Do you have unstoppable faith? Huyu mwanamke akasema wanikataze wasinikataze, lazima the solution center, I must reach there. Mwanamke naonyeshwa akakuwa na imani nyingine inaitwa persistent faith. Mwanamke alikuwa na imani ambayo ya kupersist all the time, like yule mwanamke Luka chapter 18 verse 1 to 8, she persisted for justice, na ule mwanamke akapata justice. Where is your faith? Mwanamke akawa na imani tosha. Inaonyesha kwamba huyu mwanamke alipokuwa na imani tosha, Biblia inasema akasema the faith I have, I must speak to myself faithful words. Wana wa Mungu, chinzi mnavyonitazama,
Did you speak and spoke to yourself faithful words? Jambo linapokupata unasema kwamba mimi ni mbarikiwa, au unajililia kusema kwamba wamenidharau? Sana sana huyu ni mjane. Wamenidharau, au wanioni kama kitu, ni sababu mimi sina uwezo, sina kitu fulani. I want to assure somebody, if you know the Lord you are serving, hakuna njia ya kujidharau. Hata saa zile you have nothing, the Lord we serve, ukishika Yesu na uguze pindo la vazi lake, wewe ni mtu wa maana kushinda walio na mali ya ulimwengu. Unapojua Mungu naye muabudu jinsi huyu mwanamke alijua. Huyu mwanamke alipojua hii habari njema ya Yesu, the woman said, sitasikia mambo ya watu wanaoni criticize. Sitasikia mambo ya watu wanaonitesa. Wana wa Mungu, jinsi tunavyoketi hivi, nataka niulize mwanamke anayenitazama na mwanamke anayenisikia vizuri sana, mule nje na ndani, wanawake tunapopatwa na changamoto katika familia zetu, mwanaume anapokutesa, hii sio family life ni baadaye, lakini ikuja by the way. Sana familia nyingi naona kwamba wanawake, nataka niwaibie siri, vile tuko hivi, we have 6 senses and 6 journals. Wanaume wako na 5 journals na 5 senses na 1 journal. Sasa we mwanamke ukiwa na 6, hii moja umepatiwa, why can't you use it properly? Hata ukiwa mjane unayenisikiza, ukitumia extra sense vizuri, utaokoa familia yako. Ukitumia vibaya mwanamke, familia yako inaenda mtoni. Ndipo unasikia wengi wanasema kwamba behind any successful man there is a powerful woman. That powerful woman, wewe mwanaume, nataka nikuambie na wewe, respect your wife. If you cannot respect your wife, utajipiga kifua. Watoto ambao mwanamke amekutengenezea, amewatoa makamazi, amekuwa wazimu for 3 years, kuongea na mtoto lugha ya kiupuzi mpaka mtoto aongee, utajipiga kifua kusema I'm a family man. You cannot call yourself a family man without this woman. So wanawake, na hapo ushauri kwamba wanawake tutumie 1 sense extra ambao tumepatiwa vizuri. Na wanaume wetu, wana wa Mungu, nataka niwape ushauri kwamba wanawake tuwe kama Abigaili. Tusiwe kama Nabal. Hata kama saa zile tuko na Nabali wetu katika familia, ninajua wengine tuko na wanaume ambao hawakaliki mpaka unajiuliza ulikuwa unaangalia wapi. You wish you knew. I want to change your mind. Uache mambo ya wish I knew. The Lord aliangalia akasema hiyo familia wewe ndio unafiti ili ukuje kusaidia mwanaume Nabal. Alijua. Wanawake, nataka niwaambie ukweli, uwe mjane usiwe mjane, hiyo familia huko ndio Mungu alitaka ukae. Na usipokaa katika hiyo familia useme kwamba mimi mume wangu anisaidii kitu, sioni value yake, sioni nini. Nataka nikuambie, utakapojua value ya huyu mwanaume, keti na mjane ujue anayapitia nini. Utachunga huyu mwanaume mpaka saa zile kikisi nasema karakare kemba. Iko kumulinda mpaka kirare kemba, because that man nakolendera terieta. Pastor Nyote atolendera terieta. Akolendera terieta. Wengine vile tumeketi hivi tumezeeka. Abande tu wakotire. Unapiga kifua ngabuone. Jinsi tunavyoketi hivi. Kama si huyu mwanaume nonsense alikutoa njiani akakuleta, babe sani yale kobugi kubono ige akatera ngakuakoteire nyumba tikwale ko nyanja. Lakini bono iga nebugigu, you don't feel anything because yuko kwako. That is why I want to tell women, when you make up ndani, chungeni hao wanaume wenyu vizuri. Na ile tabia wanawake walio nao huko nje wanaonitazama, si hapa ndani. Hapa ndani all of you are Christians, children of God. Unaongelesha ni wale wako nje. Wako na tabia nyingine ambao sio tabia nzuri. Tabia gani, mchungaji? Inakisi wadi tunasema kwamba bako na konyuga nyuga baburaka. De nyuga nyugas de baburaka. Kuna tabia nyingine wana wa Mungu ambao wanawake wako nayo, wanapoona mjana amefiwa, yani bako munyuga nyuga, yani wanamfanya asifu sasa wao ndio wamekuwa mume wa mjana.
Na mjane ambao ninaongelea, msinishike vibaya, ninaongelea mjane ambaye anapatikana katika 1 Timothy chapter 5 verse 3, ambayo inasema, naomba tafadhali mwenye ako na Biblia ya Kikisii, naomba iweke ready, manake au maneno nataka tuyasome, msiseme ni maneno yangu. Inasema kwamba mheshimu mjane ambao ni mjane kamili. Musiko muburaka uru muburaka bori. Ndio manake nimesimama kuambia kwamba wanawake wale wenye Mungu amewabariki na wanaume zenyu, I want to tell you, kneel down, pray for your husband. If you cannot pray for your husband properly in a honest way, muache mchezo wa kurusha maombi wanaume. Muache mchezo wa kurusha maombi kwamba Mungu nisaidie, mume wangu alinileta, kwamba siangalie mjane. Hiyo ni kurusha maombi. If there is a woman really in prayers, kneeling down, soaking herself in prayers, there is a God in heaven to answer. If there is a man in prayers, wana wa Mungu, acha niwaambie, don't joke with God. Ninamwabudu na nimewaambia Mungu naye muabudu, nanyi mnaimwabudu siku ya leo. Wana wa Mungu, nawaambia it is a true God. Mungu wetu 100% abadiliki. Wanawake ambao tulio nao tumebarikiwa na waume zetu, pray for them seriously. Muache kusumbua wajane ambao kuambia kwamba mjana anaangalia kichicho kwa mume wangu. If you are empty, you are not praying, you will cry and cry crocodile tears and the man will go. If you are not praying. Wana wa Mungu wengi wenye wako hapa ndani na walio nje, I know you cannot lie to me because nimefanya utafiti na nikiwa zama zile mmoja wao. Some of them we have raised up the altar of the devil in our families instead of holding up and raising the altar of the Lord. Tumeenda kuinua altars of the devil kusaidia familia zetu. Tunakuja tu kanisani, wana wa Mungu, vile tumekuja hivi, lakini tunakuja kimtindo. We don't know the Lord we are serving. Wana wa Mungu, I wish you know the Lord we are serving. The Lord I'm talking about, what he has done for you. We cannot joke around tuanze kulia kwamba familia zetu zimeenda mrama, sioni vile viko. Kneel down and pray honestly. Wana wa Mungu, tuache mchezo wa kurusha maombi. If we pray honestly, tutaguza pindo la vazi la Yesu, na hakika familia zetu zitapona, zitawacha kuwa ufundo. Na hapa ninawaambia wajane wanastahili kuheshimiwa, wana wa Mungu, because leo ni siku ya wajane. Tuko na wajane aina mbili. Tuko na mjane wa kwanza ambao ni mjane kamili, anayepatikana kwa hiyo kitabu nimewaambia. Mjane wa pili anaitwa, anayetazama, anaitwa soko huru. Tuko na mjane anayeitwa soko huru, anayepatikana bado katika 1 Timothy chapter 5 verse 13. Hakuna mwenye amefika huko atusome 1 Timothy. Lugha ya mama ingekuwa tamu. Soma, mwingine asome lugha ya mama kwa Kiswahili. 1 Timothy chapter 5 verse 3. Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Amina. 13. Kikisii 13 inasema nini? Ondota yobate bukuyeke usi. Amina. 13 yate abaki abakungu bali soko huru abatabwenere tikororerwa mabera ni wakina nani? Nabo igo beoro kereire ko baboro. Bakaraki yoka igo bale abatoratori bakwero sina mangara y'abantu. Hawa ni wajane ambao ni soko huru ambao tunaoongelea. Hawa wajane soko huru msishtukie. Ndio manake nawaambia wanawake, hawa wajane soko huru, usipoweka maoti chini uombe,
Hakika utalia like ukumbuke kwamba Genesis 38 Tamari alifanya nini. Ndio mnasikia kwa radio zetu, mother in law, father in law, kwenda hapo. Hawa ni soko huru. Lakini siku ya leo nataka nimuongelee mjane ambao ni mjane hakika aliyeguza pindo la vazi la Yesu. Wanawake, sana sana wanawake ambao Mungu amebariki, mko sawa, sio hapa ndani, msinishike vibaya. Wale nje na penye ninaendaga kuhubiri ndio naongelelea siku ya leo. I'm telling you, wajane hata wakiwa hivi vile wako na shida mbalimbali, kutoka kwa wanawake ambao wako na miguu miwili, who are complete but they are not complete in the Lord. Hawa ndio naongelea siku ya leo. Yani mjane anapofiwa, badala umhurumie wana wa Mungu, unafika mahali wewe ndio unasukuma hata mume wako ili afanye mambo sio mazuri katika huyu mjane. Yani mnawachapa, mnamuona useless. Mwingine angekuwa amenifungulia Zaburi 94:6-9. Yani mnawachapa hawa wanawake, mnawasumbua, mnawaongea vibaya mpaka wengi wamekataa kuingia kanisani. I want to tell mwenye ananisikia leo, usipoguza pindo la vazi la Yesu, sio mchezo wana wa Mungu. Uguze mjane, anayemjua mjane hakika, anayemjua Mungu. You will see fire without smoke. Na huyu mume wako ataenda kabisa, hautamuona. And I'm serious telling you, walio nitazama na wanaonijua, wana wa Mungu, sijigambi. Lakini nataka niwaambie kwamba mjane hakika anayeomba submissive, ambaye ametoa ile nguo yote ametupa kama Bartimayo, Mungu ameanza kumtumia na ameweka mambo yake vizuri. Wewe unayemsumbua mjane, unafikiria kwamba Mungu aliyeumba masikio, anaye macho, aoni uvio unavyomfanyia mjane? Wana wa Mungu, hii ni tahadhari na onyo kwamba mnapoona wanaosumbua wajane, tafadhali wasome maandiko na waambie wachana na mjane. Inasema nini kwa lugha ya Kikisii? Chapter 6. Na boigo nigo bago itaba buraka nabamenyi. Wanafanya nini? Nechintakana nigo bago chita. Sikiza. Yani wanawaoa wajane, wanachapa wajane kwa maneno, wanasengenya wajane, wanawatoa uji badala uhurumie mjane. I want to tell somebody ambao Mungu amebariki, if you pray around una mjane vile Biblia inasema, munawachapa, hamuna huruma hata kidogo kwa mjane. Wana wa Mungu, wacha niwaambie, listen. Biblia ya Kizungu inasema listen. Inasema nini? Hivi sikia vile wanasema. Ili wanasema kwamba Mungu hayaoni haya. Wanafanyia nini mjane? Yani wanaongea mjane, wana wa Mungu, mjane ule amefiwa, Mungu aende kumuinua kidogo tu. Utasikia wanawake ambale wale wako sawa wanafikiria kwamba wao mjane alifanya application. Nataka nijihadharishe mwanamke ambaye ananisikiza kuna mume wake. Prepare yourself, because mjane kufanya application, you are American widows. Muko American widows. Musipongatuka kutoka kwa haya maneno, mheshimu mjane ambao ni mjane hakika. Yani unapata mtu anasimama kidete, mnaweka mikutano wanawake, badala muweke mikutano ya kuombea maskini, ya kuombea watoto wenye wako chini, ya kuombea zile familia ziko vibaya. Muweke mikutano kidogo kidogo ya kufanya fellowship. Mnaweka mikutano ya kuongea wajane vibaya. Wewe ujui ile siku siniliona pikipiki ilifanya shopping kwenda huko? Hapana, wewe ujui ile siku niliona Pajero ikikimbisha vitu kwenda huko? Hata wewe hukuona vizuri ile siku ile gari ya Red si ilienda huko. Nataka niuliza naye nisikiza, kwa mjane hata trailer ikienda huko kuna shida gani? Hata ukiona trailer ikienda huko, ukiwa mwanamke mzuri ni kuweka magoti chini na kuombea mjane ili abadilishe hizo njia zake mbovu, aingie kanisani, tuende zote mbinguni kupumzika. Ili nafanya nini kwenda chini? Hata yamanaki wanawake yake, hamuna Biblia kikisita tafadhali.
inua bariri asinarebe gatenga inua bariri abantu mutamanye tigento kabe no komanya nyinyi wapumbavu ni lini mtakaye kuwa werefu Ines, kia, that is a question. Aliyeumba masikio mahali pake aski mnapoumiza wajane oyo tongeta mato tarikororaya nyasao Yakobo yakoro chinseko teba nyasao Yakobo inkororara manganaya. Mungu wa Yakobo anaona haya mjane anaposumbuliwa. Isaiah 47 verse 8 inasema nini kwa wale wanawake wanajigamba na kujipiga kifua, wanasema mimi sitafiwa, wanasumbua mjane badala mnahurumia mjane woye. Hata sisi najua kuna wajane ambao ni wajinga na wakumbavu ambao wastahili hata kuitwa mjane wako, au wajane ndio tunastahili kuombea wana wa Mungu. Inasema nini? Isaiah chapter 47 asayo aje igwa asayo aje buanchete kwegara igwa manganaya. Inasema kwamba kwa nyinyi wanawake, saa hizi angalia wanaume, because wanaume nitafika yenyu, wanawake mna push wanaume wenyu kufanya hili jambo. Manake naongea jambo ninalolijua na uzuri Biblia imenakili. Aje buanchete kwegara, yani unaketi kiti katikati unasema mimi ndio mimi. Ako kamujana hata kakilia majosi ya ina gari ya damu, hatuna huruma. Wana wa Mungu sikizeni. Aje buanchete kwegara aiwekaransi na kwegara na koteba inche hakuna kama mimi ndio mimi, hakuna kama mimi ni mimi. Tingo yani Kiswahili naweka vizuri, sitawachwa mfano wa mjane kwa tingo kweru abana amangana yabere sikiza amangana yabere nago chere mu basukano omusacho kendera nainde erinda amina nonyo baragibwao birebinga uisio Damaris amesema hiyo ni onyo kwa wale enough it's enough. Zile nyakati za kutojua kusumbua mjane ambao ni mjane hakika, wana wa Mungu nataka niwaambie kwamba enough it's enough Biblia imenakili. Na wale wenye nawaambia wanawake mko na waume zenu yenye nafanya naendelea kuwaambia chungeni wanaume wenyu. Said is the right time. Mungu amekubariki na huyu mwanaume hata akiwa no awkward man kama Nabal, hata kama saa zile akuletei kitu. Siko family life lakini lazima niyaseme. Mchungeni. Kwa nini? Mjane niwaambie anapofiwa na mume wake, I cannot say sorry to say these words, sababu najua inaenda mbali. The in-laws saa zile mko na huyu mume wako vizuri, they are good friends. Lakini mume wako anapotoeka, munaye nitazama, I know you know these things, they become wild animals. Yani wanakuwa watu kana kwamba hawakujua, hawajai kukuona katika familia. Yani wanaona kwamba hauna value. Mpaka wengine wanafika wananyanyasa wajane na kile chenye aliwachiwa. Hii ni onyo ambao Mungu anatupea katika Biblia. Katika Exodus 22 mpaka 24. Hiyo ni onyo tunapewa kwa wanaume. Wanawake mmesikia? Wanaume tunaambiwa nini? Unapoendelea kusumbua mjane ambao ni mjane hakika, ni nini itatupata? Inasema usimsumbue mjane wowote. Haijasema ule wowote au mtoto yatima ambaye wazazi wake wamekufa. Utakapokuwa unawasumbua hao ambao ni mboni la jicho la Mwenyezi Mungu, na wao mjane, na ahimiza mjane ukilia, hakika honestly
hakika Mungu wa mbinguni atasikia kilio chao. Ghadhabu yangu na hasira yangu Mwenyezi Mungu itaamuka, nami nitawaua na panga, na wanawake wenyu watakuwa wajane na watoto wenu wawe yatima. Kwa hivyo Mungu amenituma leo, hii ni onyo. My brother, hapo penye huko Proverbs 23 chapter 10. Bali banje teko na gosukichimba go chiaba buraka. Wanaonisikiza nje, unasema kwamba huyu mtoto wa mjane mukunguyo okwere irutigamurende. Tigangiro mukunguyo mokamu mromi ntomurende. Hii ni onyo. Kwamanya kwenda kwa bwata kwale mubole mubuli bwaje bwensi wateba nkoma konyore. Ayoko na gosukia as wango igango kuole asitocha kobeka ema ya utotindeke. Sikia inasema nini? That is ni wanaume. Na it's self-explanatory. Siwezi kufafanua. Hiyo Exodus na hii Proverbs. Baisa wanaume wale wananitazama kule nje. Sikilizeni ya maneno. Na anayeniongea, anaongea ni mjane hakika ambaye ameyapitia yote. Na hakika ameona consequences kwa mwanaume ambaye amesongeza na kusumbua yatima. Ni nini imempata? Baisa. That is a command. Baisa. Oro koro wango. Basa ko tumanoro beboro koro gendra. Emegondo yechitakana. Halafu omone nobo. Kwa hivyo nataka kuambia mjana anayetazama, tuache ile wakati ya kufika tulikuwa tunalia, tunajifanya okwerera nga nchigaki timbuati gentu, nchigaki mbando chie kenyoro, arise up, guza pindo la fazi la Yesu mjane, na hakika utaona chinzi Mungu atakuinua. Vyote ambao ulikuwa umetendewa, Mungu ataweka kaburi la sahau, atakusimamia na utapeperusha bendera yake. Huyu ni Mungu amesema onyo. The woman, turudi kwa ule mwanamke, that woman alipokuwa na ile unstoppable faith, akapersist in prayers, mwanamke ananionyesha kwamba she remembered a past victory. Mwanamke akakumbuka Yesu alipokuwa katika mikutano alifanya mambo makubwa magumu, akabadilisha visivyobadilika. Na hapo ndio tunampata mwanamke mmoja mjane ananakili kitabu chake vizuri, na utakaposikia hicho kitabu mwana wa Mungu hautabaki jinsi ulivyo. Huyu mwanamke, hii hadithi msikie vizuri, hapo ndio namalizia nisiwachoshe. Wana wa Mungu, huyu mwanamke ninaonyeshwa kwamba katika maisha yake alikuwa kama wanawake wengine. Hapo tuko remember your past victory. Huyu mwanamke katika maisha yake walikuwa wanashare vitu vizuri, my in-laws, marafiki kanisani, walikuwa wanapendana, kila kitu kilikuwa vizuri. Lakini mume wake alipolala wakambanduka wote. Chinzi tukiwa vizuri hivi tuko na marafiki, wacha upatikane na changamoto, kila mtu mteja wa nambari, kila mtu anatoa excuse, kila mtu vitu zinatendeka mpaka unashangaa. Wakati nikiwa vizuri niko na marafiki. Ule msichana ninaonyeshwa kwamba anaponakili kitabu chake vizuri, alikuwa vizuri na alikuwa anaenda kanisani, lakini kanisa alipokuwa anaenda, alikuwa anaenda tu kimtindo. Chinzi wengi wetu, we come to church. Wana wa Mungu, wacha niwaambie wa Kristo wenzangu, and I'm serious telling you this because I've tasted my Lord and I've seen how sweet and good he is, and I've seen what God can do. God does not call the called ones. He calls you, he prepares you so that he can use you. God does not call the equipped ones. He equips you so that he can send you. Anakuacha unapita kwa moto ili akuje kutumia. Huyu mwanamke, wana wa Mungu, hiyo kitabu inanionyesha kwamba alipokuwa katika maisha anaenda kanisani kimtindo. Amevaa nguo mzuri, kilemba kizuri, akifika kanisani kikutana na watu anawasalimia vizuri. Happy Sabbath, happy Sabbath, vizuri sana. Lakini ndani yake nataka nikuonyesha Mkristo, rotten Christians. Huyu mwanamke
Ikafika mahali kila kitu kimeenda chini, akaona kwamba akimbilie wanawake na wanaume waliokuwa katika kanisani wakishiriki na yeye. Huyu mwanamke, nataka niwaambie, sababu najua hii hadithi itasaidia mtu mahali, jinsi imesaidia wengine. Huyu mwanamke alipolilia wengine wakamuonyesha, wakamwambia, unaona jinsi tunaishi vizuri? Sisi tuko sawa, hata kama tulifiwa, sisi boma zetu zinaendelea, hata wewe boma yako itaendelea. Huyu mwanamke akafuata wale wengine. Wana wa Mungu, I want to tell somebody, change your mentality from where you are. Follow the really Christ. Tumfuate Yesu. Wacha kufuata ambao mnaenda naye kanisani. Wacha kufuata kwamba huyu mama ako smart, anavaa kilemba vizuri, anaongea vizuri, eti ni Mkristo. Sikia sauti ya Mungu. Whoever you give your attention, whoever you give your opinion, they will pin you down. Just to give God your opinion, wana wa Mungu, and have enough faith to watch him. Wana wa Mungu, we have enough faith. If you have enough faith, I know the devil listens na kona masikio. The devil cannot joke around na mwana wa Mungu ambaye amempenda Mungu, na ambaye hakika amemshika Mungu, ameguza pindo la vazi la Yesu. Kwa hivyo wana wa Mungu, tunapokuja kanisani, let us not just come to joke. Ati nakuja tu nionekane niko kanisani. Ati nakuja tu fulani anione. Hapa kanisani hatujakuja kupendeza mtu. Hatujakuja kupendeza hata mchungaji. Hatujakuja kupendeza elders and whoever who is in the church. The Lord calls you alone. Salvation is individual. Sio ya mtu, sio ya mwanaume au mwanamke. Salvation ni yako, mwana wa Mungu. Mtafuteni Yesu maadamu apatikanapo. This lady wakamuongosha wana wa Mungu, wakamwambia kuna mzee hapa chini atakaye kusaidia maisha yako yabadilike. Na ninajua wengi mtakapoisikia hadithi, kuna wengi wamezama ndani. Wakamchukua kwa huyo mganga. Ule msichana akaona mwanzo nataka niambie mtu, ukiingia kwa shetani, mwanzo kuna matunda yanaonekana. Yaani vitu zinaanza kufaulu mwanzo, unaona ziko vizuri. Hata wengine wameenda as far as nimeshuhudia na macho yangu, mpaka nimeenda tumeomba na wao. Mtu alienda akapewa kadawa, akarusha kwa boma, na anasema hii sio dhambi. Si ni kurusha tu kwa boma tu, kufunika boma, mtu mbaya akikuja hapa sio vibaya. Hakuna shida. Unarusha tu kwa boma yako, na uko hapa Mkristo siku ya Sabato, na tunapoimba Tora sorogendo Pomenyo wewe Mogo Timo Nainua batayayi igo. Wana wa Mungu, uko hapa kanisani na tumefanya madhambiko Monday to Friday to Sunday, na siku ya Sabato tuko hapa. Wana wa Mungu, wacha niwaambie, tungatuke penye tulipo, because ninaongea ninachokijua. Wanawake wengi wamedanganywa, sio mimi Damaris. Nilidanganywa ya kutosha. Sasa hivi hakuna mwanadamu atakayenidanganya. Kama ni kifo kinakuja, let it come, because I know mbingu zitanifunika, na kama Mungu ataniruhusu kwamba Damaris today sleep, I will sleep. Na I want to assure somebody to wacha kuwa waoga, wana wa Mungu. Premature death is not the portion ya mwana wa Mungu. Chinzi ninavyoambia watu kwa ujaziri wote, mimi Damaris, premature death is not my portion. Because I know the Lord I'm serving. Hata nikitoka hapa siku ya leo msikie nimekufa, manake siogopi kifo Damaris. What I've seen God has done for me. Hata nikifa siku ya leo, I know I will die mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Manake nimewaambia, kubali Mungu atoe ile nguo kama Pathimayo, uitupe, usimame peupe, mwambie, now God I'm here, change my impossibility to possibility so that I can work for you.
Wana wa Mungu, huyu mtoto alipochukuliwa hivyo, hiyo kitabu unapokisoma vizuri, akafika kwa waganga, akaanza kufanya chinzi waganga wanafanya. Kwa mganga kuna sheria 10. Chinzi sheria 10 ziko katika Biblia takatifu. Akaambiwa kuanzia siku ya leo, walio kusumbua wote, hiyo kitabu naruka haraka, walio kusumbua wote lazima ulipishe kisasi. Na hakika mtoto alilipisha kisasi. Akaambiwa kuanzia hivi, kuna wanawake wale walikuwa na kutesa, jifanye unaenda kufanya kazi kwao ili you terrorize them. I want you, wana wa Mungu, you watch your friends. Uangalie marafiki unayotembea na wao. The marafiki tunayotembea na wao, they are the agent of the devil. Wanakuja wanasikia ni nini inaendelea. Sana sana wa mama, midomo yetu Mungu aweke nyasabe ekeke okie semenu ya ito ili familia zetu zisimame. Familia zetu hazijasimama wanawake sana kwa ajili bilisi anatupatia midomo inatuwaza. Yani hivi akasobiko tolinga jambo fulani la familia yako unasikia ungekuwa umeambia fulani. Even your plans zinakufa. Enda muangalie sana because ya marafiki wetu tulio nayo. Wacha Mungu atutolee marafiki tunao nao wanaoitwa destiny killers, and the Lord to give you destiny helpers. Tuwachane. Huyu msichana alipodumu huko ndani, wana wa Mungu, ikafika mahali amequalify. Amefika naye ameloana na ule mchawi, vile vitu zinafanyika. Na nyinyi vile mko hivi, siri yako mwana wa Mungu, first of all, wacha siri yako iwe na Mungu. Hata ukiwa ni mwanaume na mwanamke mkiwa kwa nyumba, shetani atatumia mmoja. Angalia mbingu kwanza, tafuta ushauri kutoka mbinguni. Manake when you pray honestly, the Lord will never throw your prayers in the dustbin. He will answer you according his will. Huyu mtoto alipoingia kwa mganga, akajua siri zote. Alipojua siri zote, wana wa Mungu, ule msichana akaanza kuterrorize watu. Vile mko hivi wa mama, wengine tuko na shida mbalimbali kwa ajili yao marafiki. Omwana uli alipokaa kule ndani, ikafika mahali mganga akamwambia vyote vimekuishia. Sababu mtoto alifika akamwambia, saa hii penye nimefikia have nothing. Vilivyokuwa vimemuishia, mganga akamwambia penye imefikia, watoto wako wote watakufa na mume wako wafuate mume wako, na wewe utakufa usipofanya vile tunakuambia. Na hapo ndio wengi tumeziwekwa kama mizizi. Powerful prayer. A powerful prayer which is rooted in the hands of the Lord. No, the hand of the devil can uproot it. And when the Lord says yes in your life, no devil can say no. And I mean it. And I know the devil hears me. Wana wa Mungu, huyu msichana alipokaa huko, kila kitu kikamuishia. Huyu mganga akamgeuka, akamrushia ugonjwa, because kwa shetani hakuna anything iko free of charge. Shetani hakupatii vitu zenye ziko free. Utaona mwanzo umeanzia kufanyia wengine hivi, lakini itafika mahali hata kukongelesha kwa ukuta watu wameranga po. Atapiga makofi akicheka. Huyu msichana akarushiwa ugonjwa, akagonjeka, wana wa Mungu. Aligonjeka mpaka ukimwangalia alikuwa anaonekana kama makaa. Akarudi sasa kwa wale marafiki zake waliomchukua kule. Marafiki walimwambia penye imefikia sasa hivi hatuna chochote cha kusaidia. Wakambanduka wote, wana wa Mungu. Msichana akabaki peke yake. Mule hospitali akabaki na mama mzazi. Waliokuwa wanamtafuta marafiki zake wakafikiria alikufa kitambo. Ikajulikana kwamba ule msichana ako hospitali fulani, wakaenda kumtembelea. Walipofika kumwangalia msichana, alikuwa ameisha, wana wa Mungu. I want to assure somebody, saa zile uko mauthuthi, kitabu kinasema Mungu wa mbinguni, hata madaktari mko hapa, akunyang'anyi akili ya ndani inakuanga. The lady asked the Lord to give her the second chance.
Our God, let us ask our God to give us the second chance penye tumeanguka, turudi tuguze pindo la vazi la Yesu. Wana wa Mungu, alipokuwa nalala huko, msichana alikuwa nalala, kitabu kinanionyesha huko, hizi zinakuja akiwa kule hospitali, zinamwangukia hapa, ana hata nafasi ya kufanya zile inzi hivi, mamake ni kulia tu. That is why mahubiri yangu mengi nalilia wanawake. Mamake alikuwa analia akisema, Mungu wangu, patia mtoto wangu the second chance, asikufe. Madaktari walipokuja wakamsurround, wakasema, this lady hatuna cha kusaidia. Wakati madaktari wame give up, wakati kila mtu ame give up katika maisha yako, when your problems are too many, wana wa Mungu, unapoguza pindo la vazi la Yesu, all our problems, they have an expiry date. Your condition is not your conclusion. Ule msichana akiwa huko hopeless, ikahappen watu wale wamejua kwamba marafiki zake ako hospitali fulani, wakaenda kwa kishindo wengi, wakasurround kitanda kuangalia ule mtoto sasa ni nini inaendelea. Walipoangalia kwa kile kitanda, ule mtoto akameki mistake, akaomba maji ya kunywa. Mtu akiwa maudhuti akiomba maji ya kunywa, nini inaendelea? Nini inaendelea mtu maudhuti akiomba maji ya kunywa? Kifo. The enemies wakapiga makofi. Hivyo ndivyo unapokuwa katika changamoto, umedidimia, they wanapiga makofi kwamba wewe kwisha. They forget that there is a Lord who can give you the second chance. Wakasema huyu mwanamke ameenda, she's dying. They didn't know that the Lord has brought that water, the living water, ambao ni Yesu Kristo. Mwanamke anaenda kwa Jesus. Hallelujah. Mwanamke, to cut the story short, wakaambiana sasa penye imefikia wale watu kule nyumbani, tuende kupanga ya matanga ya mtoto. Lakini naonyeshwa kile kitabu kwamba ule mwanamke hakufanya nini? Hakukufa. And this woman tunamaliziwa tukiambiwa kwamba she said the petrol is not mine. Mwanamke akasonga mbele, akakroll chini kama nyoka, akapita kabisa kama nyoka, akasema, nitakapoguza pindo la vazi la Yesu kwa Solution Center nitakuwa mzima. Mwanamke akasema, I will never give up in life. Nitasonga mbele, sita give up. Mwanamke akasonga, haku give up in life, akaguza pindo la vazi la Yesu. And then the Lord says, I feel the fount, my powers has gone out of me. Who touched me? And the woman, fearing and trembling, she knelt down and told the Jesus the whole truth. And Jesus turned around and said, my daughter, your faith has made you well. Amina. Get the point. Take a step forward.